iko hapa chini inaitwa Kingdom Seekers. Kuna jamaa ako hapo anawahubiria watu, anawaambia saa hii tuko kipindi cha neema. Amri zilikwisha. Amri zilikuwa agano la kale. Saa hii hakuna amri. Amri ambayo imebaki ni moja, upendo. Kwa hivyo ukiwa na upendo umefaulu. Hapo wanahubiri kama hako kuja. Anaposema amri hakuna, unamwambia unaiba. Hapana. Kwa nini? Ninapenda. Unazini? Hapana. Kwa nini? Ninapenda. Unaongea uongo? Hapana. Kwa nini? Ninapenda. Unakumbuka Sabato? Hapana. Kwa nini? Sheria ilikwisha. Bona hii ya Sabato ndio inakwisha? Bona hizi zingine zote zinaingia kwa upendo? Bona ya Sabato itoke nje ya upendo? Uko na sanamu? Hapana. Kwa nini? Napenda Kristo. Una sanamu? Hapana, ninapenda Kristo. Una Mungu mwingine? Hapana, napenda Kristo. Unakumbuka Sabato? Hapana. Kwa nini? Sheria ilikwisha. Niko na neema. Naomba unisomee 6:14 Warumi. 6:14 Warumi. Hii neno linaitwa neema. Hii Waprotestant limewapoteza hii neema. Wamejivita hapo. Mwalimu, naam, kabla hujasoma hiyo, nipe 28:15 Isaya. Waprotestant wamekubali kujificha kwenye uongo. Wako hapo. Soma tusikie. 28:15. Kitabu cha Mathayo. Kitabu cha Isaya. Inasema, ndio, kwa sababu mmesema tumefanya agano na mauti, tumepatana na kuzimu. Pigo lifurikao litakapopita halitatufikia sisi. Tuambie. Kwa maana tumefanya maneno ya uongo kuwa kimbilio letu. Mtu yoyote ambaye amefanya uongo kuwa kimbilio amefanya agano na mauti. Sunday worshipers, waabudu wa Sunday na wapenda, kwa sababu mkishika imani munaishika kabisa, lakini shida yenu ni moja tu, kukosa kusikia ukweli. Hiyo wewe umelewa niende wao biguma kabisa. Wewe ni mzuri, wewe ni mtu wa Mungu, lakini umejificha mahali ya uongo. Soma 6:15, 6:14. Inasema, kwa maana dhambi hapa unasikia neema. Sikia, kwa maana dhambi haitatawala ninyi. Kwa sababu hamui chini ya sheria, bali chini ya neema. Unaona hiyo? Kuambiwa hamui chini ya sheria bali chini ya neema imebeba watu wamekataa Sabato ya Mungu, wakidai ya kwamba wao wana neema, sheria hakuna. Unaiba? No. Mbona hii neema haitakubali ribe? Mbona hii neema haitakubali uzini? Mbona neema inaondoa tu Sabato? Naomba watu 5 nitumie mfano. Watu 5 chap. Watu 5 niwe hii jambo la neema, alafu niingie kwa kanisa la Marekani. Kanisa la Marekani tuliangalie. Watu 5, 1 2 3 4. Tunataka mwingine mmoja. Alafu msonge huko kwa maana ya kulia speaker. Sikia, neema ilikuja lini na kwa nini ilikuja? Naomba usikie huu mfano. Huyu anaitwa sheria. Kwa nini anaitwa sheria? 2:15 Mwanzo. 2:15 Mwanzo. Maandiko yanasemaje? Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, ndio, walakini matunda ya
la mti wa ujuzi wa mema na mabaya ndio usile. Kwa nini? Kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utafanyaje? Utakufa hakika. Huyu ameambiwa sheria, usikule mti, usikule matunda ya mti wa uzima, usikule matunda ya mti ulio katikati ya bustani. Ni sheria, utakapoifuja utakufa. Kwa hivyo mshahara wa dhambi ni kifo, na huyu ni sheria. Huyu naye anaitwa dhambi, huyu anaitwa dhambi, na hawezi kupatikana hivi hivi. 3:20 Warumi, 3:20 Warumi. Dhambi inatoka wapi? Inasema kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki ndio mbele zake kwa matendo ya sheria. Maliza. Kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Kwa hivyo huyu anaitwa dhambi kwa sababu alimkosea huyu. Hawezi kupatikana bila huyu. Dhambi ni kufuja sheria, ndio anaitwa dhambi. Kama huyu hangekuwa, huyu hangepatikana, kwa sababu angefuja nini? Na kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti, analetewa wega wa Ngai, neema. Ndio huyu anaitwa neema. Amekuja kwa nini? Huyu ana dhambi. Alifanya nini? Alifuja sheria. Na neema hii inaletwa na Kristo. Kristo amekuja kuleta neema, kwa sababu mtu ana dhambi, alifuja sheria. Na mimi leo namuhubiri Kristo. Mimi ni mhubiri. Huyo anaitwa mhubiri. Mhubiri ni huyu, anamhubiri Kristo aliyeleta neema, kwa sababu mtu ana dhambi, alifuja sheria. Sasa tuseme neema wakati ilipokuja, sheria ilitoka. Neema ilikuja, sheria ikatoka. Kwa mujibu wao, dhambi ilibaki. Ilitoka wapi dhambi? Na sheria bila, na dhambi bila sheria hakuna toka. Neema ni ya nini? Na inatakikana mtu awe na neema kwa sababu ni mdhambi. Toka. Kristo analeta nini? Toka. Mhubiri, fuga kanisa. Hiyo ukahubiri tu hivyo ya kwamba neema sheria ilitoa. Ndugu zangu, dada zangu, hiyo itakuwa ya kwamba umepoteza watu. Huyu kijana anaitwa Elias, huyu ametoka Uislamu juzi, lakini Mungu amemjalia. Hebu leta hiyo kitabu. Huyu jamaa ametoka Uislamu juzi, lakini ameandika kitabu ambayo kinauliza hivi: mimi hiki kitabu anauliza, is the 10 commandment the old covenant? Hiki kitabu kina maneno ya ajabu ndani. Ukitaka kuelewa sheria na neema, kitabu hiki beba. Ni shilingi 100. Elias anawauzia. Chukua kitabu yako. Kitaka kitabu hiyo unaweza ukachukua. Kwa hivyo wa Protestanti, wakati mnapokataa